So Mungu akubariki sana. Ni nabii Deo Jane Mwasumbama. Wakati fulani niliwahi kusema mambo kuhusu Cassian na Mbarikiwa, na watu wengi walidhihaki kwa sababu unabii unatoka kwa taarifa, alafu Mungu anatoa taarifa ili kuwasaidia watu waweze kuchukua maangalizo fulani. Sio mambo mabaya tokee, ingawa wasipochukua maangalizo yale mabaya yanatokea. Kwa huzuni kubwa niseme, mwaka jana mwezi wa 10 nilisema mambo yatakayopata Mbarikiwa na Cassian, na nikasema yatakuwa mabaya, hayatakuwa mazuri, yatakuja kama ambavyo taarifa zimetoka za kuhuzunisha kuhusu kifo cha binti yake wa kiroho wa Mbarikiwa. Naamini wakati wa mabaya nasema utafakari, wakati wa mema ufurahi. Huu ni wakati wa kutafakari, kwa watu wengi, hata manabii wengine kama namba 7 na wengi walikuwa wananitumia message kwamba unatabiri vitu vya uongo, hayawezi yakatokea hayo. Nilisema ule mwezi wa 10, na sasa yametokea hata kama sio mazuri. Na ndio kazi ya nabii, kukunyoshia kidole mtu yoyote yule kwamba kuna kitu kinakuja kibaya. Ukisoma Ezekiel 2:5 anasema nena na watu hawa, either watasikia au wataki kusikia. Ninaamini ni wakati sahihi wa kutafakari wao hiki nilichokuwa nimekisema kuhusu Mbarikiwa, na bado ninaona watu 2 watatu, yani jambo ambalo linakuja halitampata Mbarikiwa moja kwa moja, linamzunguka, baadaye litakuja kwake. Lakini pia Cassian atakuwa na wakati mgumu sana, na watu wake wamekuwa kiziaki, lakini unaona simuoni akiwa salama siku zinazokuja, kwa sababu namuona Shimoni. Lakini niliyasema haya walithi yake, na tungekuja kama mwili wa Kristo tukaomba kama tulivyoombea, lakini kwa sababu walipuuza na wakaona ni kama tuko biased, sad enough, hatukupenda sisi ile kodi mbaya itokee. Lakini bado achana na hii, yako mengine yanakuja. Nasema hivi kwa zuni, either watakejeli au watafanya vita, siogope vita ya I don't care. Nachotaka tu wamwombe Mungu awape rehema, huruma za Mungu ziwe juu yao, kwa sababu ndio zinatufanya tusiangamie. Ni huruma za Mungu tu tuangamie. Sasa kuna kitu kinamzunguka cha Mbarikiwa, itakuja vijana wake wengine wa kiume, itakuja kwa watu ambao hawakutegemea, ambao wako na yeye. There is something ambayo haiko sawa, na kuna mambo yeye mwenyewe huko mbeleni anapokwenda amechegewa, mambo ambayo yamepangika kwa namna ambayo hawezi kuyazuia. Sina mtu wala sina rafiki wala sina mtu ambaye napata taarifa kama wanavyodai. Hizi taarifa zinatoka mimi, zinatoka juu. So mheshimuni Mungu, kama ningekuwa nabii wa uongo yasingetokea haya. Alama sio mazuri, lakini yametokea. Wote mliopuuza manabii, mliopuuza wachungaji, wote ambao walitukana, wajifunze kuheshimu. Mungu anaongea.
ofisi hizi hatukujipa, Mungu alitupa. Niseme hivi, tushirikiane kama mwili wa Kristo kulisikia neno la Mungu. Arama linakuja katika platform kama hii, lakini neno la Mungu halitaki kupuuzwa. Mungu awatie nguvu kwenye wakati kama huu, lakini Mungu awape neema ya kuepusha na mambo yote ambayo si mazuri, mabaya. You are blessed. Fuatilia nabii zetu. Mwanangu Sifa, vita umevipiga, imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Ninao ujasiri wa kulitumia andiko hili juu ya maisha yako, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7, ambapo mtume Paulo aliwahi kusema, vita nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Sifa, binti yangu, najua umevipiga vita vizuri vya imani. Imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Nasikitika kuwatangazia kwamba leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 ndio siku nayo watangazia kuwa mwanangu katika Kristo Yesu, Sifa Bonaventure Ujune amefariki. Amefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili hapa Tanzania. Taarifa zaidi za msiba takapokuwa na mipango ya mazishi takavyokuwa, mtaletewa muda mchache